mali ziliisha, pesa iliisha, samani aliyokuwa nayo ikaisha. Akaanza kutangatanga, akaanza kuteseka, maana yuko nchi ya utumwa. Ameenda kule ambako baba yake akumwambia aende, ameenda kwa mawazo yake, ameenda kwa mtazamo wake. Mali ikaisha, akaingia kwenye mateso. Haleluya. Akaingia kwenye mahangaiko, akawa anatamani hata kile chakula wanalisha nguruwe na yeye ale, kwa sababu ya mateso na njaa iliyokuwa inamkabili. Akaenda akaomba kazi kwa bosi mmoja, mwenye hicho chakula cha kulisha nguruwe apewe kazi na yeye alisha nguruwe, angalau wale hata maganda ya wale nguruwe wanakula. Akapata ajira. Alipopata ajira, akaanza kulisha wale nguruwe. Maisha aliyoanza kuishi kwa nguruwe wale ikawa ni shida. Ukiwa niseme nisiseme? Sema. Nguruwe wakila chakula kile na wewe ukala chakula kile. Sasa wewe ni binadamu tena? Ni nguruwe. Umeshakuwa nguruwe. Ni nguruwe. Utakulaje chakula cha nguruwe? Bwana Yesu asifiwe. Kila mtu ana chakula chake. Binadamu tuna vyakula vyetu, wanyama wana vyakula vyao. Kuna chakula kingine ukila ni hatari. Amen. Chakula na chakula nguruwe na ukila unakuwa nguruwe aliyechangamka. Haleluya. Huko akala kile chakula, hakikumshibisha, hakikumpa raha, hakikumfurahisha. Maana ni chakula cha nguruwe, sio chakula chake. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Kile chakula hakikumpa raha. Akasema moyoni mwake, kwa nini mimi nateseka? Kwa nini mimi nahangaika? Kwa nini nijute wakati nyumbani kwa baba yangu kuna kila kitu? Hata kama nilikosea, nitachukua hatua ya kwenda kwa baba yangu. Nitaenda nikaombe msamaha, nitakwenda nikaombe rehema, hata nifanye miongoni mwa watumwa wake, lakini niwe kwenye mikono ya baba. Hata kama naonekana ni mtumwa, maana hata watumwa wanakula chakula kizuri, lakini mimi niko hapa nakula chakula hiki cha nguruwe. Haiwezekani. Akasema mwenyewe moyoni mwake, nitaondoka, nitakwenda kwa baba yangu na kumwambia baba, nimekosa mbele zako na mbele za mbingu. Sistahili kuitwa mwanao. Unifanye miongoni mwa watumwa hao, na mimi niwe angalau mtumwa wako tu, lakini niwe kwako. Ile toba ambayo aliazimu moyoni mwake, ile toba ambayo aliwaza moyoni mwake, ndiyo akatembea nayo kuanza kurudi kwa baba yake. Na alipofika kwa baba yake, baba yake kwa kuwa na macho makali kama tai, akachungulia, akamtazama, akasema yule ni mwanangu, yamemkuta yaliyomkuta, sasa anarudi, na nifanyaje? Baba yake akamkimbilia mwanae, damu nzito kuliko maji. Kama mwanadamu anaweza kumkimbilia mwanae, Mungu yeye ni zaidi. Ndiyo maana jioni ya leo anajua kabisa huko uliko kwenda hauko salama. Anajua kabisa huko uliko umeshapigika. Ndiyo maana ametuma huu mkutano ili kusudi urudi, na ukirudi atakusamehe. Jioni ya leo ni uko msamaha kwa mtu yule ambaye anasema nimemtenda Mungu dhambi, huku ninakofanya hivi. Haya maisha ya ukahaba, haya maisha ya ulevi, sio maisha Mungu alinipa niaishi. Haya maisha nimechukua maisha ya mtu mwingine. Mimi narudi kwa Mungu. Ninakwambia jioni ya leo, ukirudi kwa Mungu atakusamehe mama, atakusamehe baba, atakusamehe kijana, atakusamehe. Haijalishi ni dhambi gani uliyoitenda, atakusamehe. Yule Mungu aliyemsamehe Yona alipotubu kule kwenye tumbo la samaki, atakusamehe wewe. Ukisema baba, ninakuja kwako,
ulevi si sehemu ya maisha yako Mungu. Maana ulevi ni dhambi, maana ukahaba ni dhambi, maana utosi ni dhambi, maana ushoga ni dhambi. Ukagundua hivyo kwamba huko niliko si mapenzi ya Bwana. Ukirejea kwa Bwana atakupokea. Jioni ya leo Bwana atakupokea. Jioni ya leo mama, Bwana atakupokea. Bwana atakupokea. Atakupokea Bwana. Atakusamehe dhambi zote. Atakusamehe makosa yote. Haijalishi ni makosa namna gani, atakusamehe. Haleluya. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Huyu mwana mpotevu akaenda kwa baba yake, na alipofika karibu na nyumbani kwao, baba yake akamtazama, yule ni mwanangu, akamkimbilia. Alipofika akamkumbatia. Mwanaye amechakaa, ana mavazi ya aibu, ana viatu vya aibu, muonekano wake sio mzuri, lakini baba yake, kwa kuwa ni baba yake na yule mtoto hana baba mwingine, ndiyo baba yake mwenyewe, baba yake akamkumbatia, akamuwau mwanae, akasema wau mwanangu. Akamuonea huruma baba yake, akamuonea huruma, akaamuru wafanyakazi warete mavazi mazuri, warete viatu vizuri, warete na pete vizuri, wamvalishe mwanae. Akamvarisha mwanae. Mwanae akarudi katika upya. Mwanae alipokuwa anasema baba unisamehe, unifanye miongoni mwa watumwa, baba alikuwa haoni hayo. Anaona huyu ni mwanangu amerudi, anajua amejifunza. Akarudia tena, akatengeneza mazingira ya kumjenga upya. Ndivyo Yesu atakavyokujenga. Jioni hali ulionayo atakubadilisha. Umechoka, umechakaa, Yesu ana vazi la wokovu. Ikiingia ndani yako, nitabadilisha hiyo hali yako, nitabadilisha hiyo akili yako, nitabadilisha huyo mwonekano wako. Utakuwa kiumbe kipya. Ya kale yatapita, tazama yatakuwa mapya. Utakuwa na afya mpya, utakuwa na akili mpya, utakuwa na mtazamo mpya, utakuwa na tabia mpya. Maana Yesu ameyafanya ya kale kupita na kuyafanya mambo kuwa mapya. Jioni ya leo Bwana atatenda jambo jipya kwa ajili yako. Haijalishi ni dhambi ngapi tenda Dar es Salaam hii, ni uovu aina gani umeufanya Dar es Salaam hii, ni machukizo aina gani, nataka nikwambie Mungu huyu tunayemtangaza mahali hapa alimsamehe Yona akamrejesha tena. Mungu huyu tunayemtangaza hapa alisamehe wale wote wanadamu wamemkosea, akamtuma Yesu tena kwa huruma awalete kwenye hema yake, awalete kwenye uwepo wake. Ni yeye yule jana, leo na hata milele. Hata jioni ya leo atakuhurumia. Mama, umetoa mimba ngapi? Atakuhurumia. Umelewa vilevi vingapi? Atakuhurumia. Umevuta bangi ngapi? Atakuhurumia. Umefanya ushoga mara ngapi? Atakuhurumia. Umeroga mara ngapi? Atakuhurumia. Yeye ni mwenye rehema. Jioni ya leo atahurumia. Mungu mtu hapa, kuna mtu Mungu anakwenda kumhurumia. Kuna kijana Mungu anakwenda kumhurumia. Kuna binti Mungu anakwenda kumhurumia. Chukua hatua ya kuja kwa baba yako. Mungu ni baba yako, atakusamehe. Uko uliko si sawa, uko uliko si sawa. Mwambie jirani yako, uko uliko si sawa. Uko uliko si sawa. Wa Yesu ndiko sawa. Wa Yesu ndiko sawa. Ndiyo maana huko umepigika. Ndiyo maana huko umepigika. Na ulevi wewe. Bangi imekuchosha. Bangi imekuchosha. Umeteseka. Na umesababishia hasara mtaa wenu. Unapokuwa wezi mnafanya mtaa ukose raha. Kabisa. Mtaa unapokuwa na wavuta bangi wengi, mtaa kuna raha. Mtaa ukiwa na makahaba wengi, mtaa unakosa kuwa na raha. Wazazi wanakuwa wanalia tu, wakikutana wanasema sijia watoto tufanyaje? Mnapotenda dhambi, hilo eneo linakuwa si sawa. Bwana Yesu asifiwe. Jioni ya leo
leo mahali kuliko na usawa ni kwa Bwana Yesu. Njoo kwenye familia ya Bwana Yesu, njoo kwenye ukoo wa Bwana Yesu, njoo uungane na watumishi wa Mungu hapa, njoo uungane na wamama hapa, njoo uungane na vijana hapa, ili tumfanyie Mungu ibada, ili tumwabudu Bwana, tumuinue duniani. Alituumba duniani kusudi tumuinue, kusudi tumwabudu, kusudi tumtumikie. Wewe Yona, rudi huko uliko. Huko si salama Yona. Rudi huko Yona, si sawa. Huo ulevi hautakuachia usiporudi kwa Bwana. Itakuwa hiyo bangi, utakuwa huo uchawi. Bwana asifiwe. Amen. Kule Sumbawanga kule kutoka huko, hapo ndo pazuri. Asilimia ya wengi waliokuwa wachawi, maripo yao hayakuwa mazuri. Amen. Amen. Kwa sababu walikuwa wameshika kitu ambacho si salama. Amen. Amen. Maripo yao hayakuwa mazuri. Historia zao zimepotea vibaya. Wengine hawakuzikwa kwenye makaburi wanaozikaga. Amen. Amen. Wanakozikaga wengine walizikiwa huko, wengine huko, wengine huko. Uovu ukizidi duniani, maripo yake huwa ni hapa hapa duniani. Amen. Walikufa vifo vya aibu. Amen. Walikufa vifo vya hatari. Amen. Amen. Ni kama ulevi ukizidi, utakuja kufia hata kwenye mtaro. Na wanakuzikia na huko huko. Aibu. Amen. Uovu ukizidi, utakuja kufia hata kwenye guest. Aibu. Historia inakuwa mbaya. Aibu. Maana ule umalaya ukizidi sasa, itabidi ufie guest ili waipike vizuri. Uone kwamba historia hiyo itakuwa mbaya sana. Mbaya. Hii kwamba yani yule mama alifia guest. Mbaya. Yule baba alifia guest. Mbaya. Ni historia nzuri hiyo. Ni mbaya. Unapokuwa mtu wa madawa ya kulevya, utakufa kifo cha hatari. Amen. Unapokuwa na tabia mbaya mbovu, we shoga, watu watalia msibani tena. Kwanza ni aibu. Aibu. Wataomba ikiwezekana upotelee huko. Maana wazazi wataona hata aibu huko unaonekana najisi sasa. Shoga. Wewe uliletwa duniani we shoga. Haiwezekani. Hapana. Haiwezekani. Hapana. Mkutano umeletwa. Unaita watu wote kwamba Yesu ni mwenye rehema. Hata wasamehe dhambi zote. Mwamini Yesu wewe baba jioni ya leo. Vitubu dhambi zako. Uliko si salama. Utakufa vibaya. Umesababisha shida kwenye familia yenu kwa sababu ya tabia yenu yako mbovu, kwa sababu ya mazingira yako mabovu. Wazazi wanalia, taifa linalia. Amen. Amen. Kanisa nasi tunalia. Unapokuwa katika hali mbaya, unasababisha wachungaji walie bure. Mungu okoa vijana wetu. Madawa ya kulevya, ushoga huu jamani, bangi hizi jamani. Jamani, hizi tabia mbovu wanazozifanya za wizi. Mungu okoa. Saizi ukizaa mtoto asipomwamini Yesu, asipomtumikia Bwana, yani kuna hatari, unakuwa ukilala haulali salama. Mtu akiuawa huko anasema siji ni mwanangu huyo. Mtu akiiba huko akakamatwa unawaza siji ni mwanangu huyo. Mtu akifa huko ghafla unasema siji ni mwanangu huyo. Kwa sababu gani? Uko uliko si salama. Amen. Amen. Yona kule alikokuwa kwenye samaki, laiti mama yake angejua kwamba Yona yuko kwenye samaki, yamkini Mungu alisema asijue mama yake kama amemezwa na samaki. Akaanza kushughulika Mungu na yule Yona. Amen. Amen. Kilichomwokoa Yona ni toba. Amen. Akarejea kwa Mungu kwa toba kali. Toba yako itakufanya wewe uokolewe. Itakufanya wewe usamehewe. Itakufanya wewe ujengwe upya. Yes. Hata sisi tulikuwa kama wewe. Lakini tukasema hapa tulipo si sawa. Tukarejea kwa Bwana kwa machozi. Kama ya mwana mpotevu. Leo wachungaji vitambi vinatoka, wapigie makofi. Amina. Kwa sababu gani? Walisema
Hapana, kusudi la kuletwa duniani ni la kumwabudu Mungu, ni la kumtumikia Mungu. Wacha tumfuate Mungu, hawajapungukiwa na kitu. Amen. Mungu